Bwana, kuna huyu jamaa yeye ni mtu wa madem tu. Akienda baa, akirudi bwana yeye na dem. Hana mpango wa kuoa na wala hafikirii hilo swala. Na ana masela wake wawili hao. Kila siku anamshauri bwana, bwana wewe oa. Maswala ya kila siku wewe unagonga madem tu, unakimbia majukumu yako, achana na hizo story. Basi jamaa hajawahi kuelewa hata siku moja, na ukizingatia jamaa ana hela kinoma noma. Basi ushauri wa washikaji zake waga na upuuzia. Na anasema yeye mapenzi na mambo ya kuoa wala haviendani. Basi nikwambie kitu kimoja tu, kama ni mara yako ya kwanza unaisikia sauti hii ikifanyia recap katika movie, basi naomba uweze kusubscribe Canon TV ili uwe mtu wa kwanza kabisa kusikia kila recap ambayo nitakuwa naitoa kila siku. Kila siku patakuwepo na recap mpya, basi jitahidi sana uwe mtu wa kwanza. Ukibonyeza alama ya kengele baada ya kusubscribe utakuwa unapewa taarifa mapema sana baada tu ya mimi kuachia mzigo mpya. Na movie yetu itaenda kuanzia hapa. Tunaona washikaji watatu wamekaa na kunywa na kupiga stories hapa na pale, na mshikaji huyu anaitwa James anawasimulia washikaji zake, anawaambia bwana, mimi ni mwendo wa kujoza tu mademu. Yani mimi kila siku mademu wakitoka hapa wanaenda kushuhudia huko kwa marafiki zao, mimi nimewafikisha kileleni. Ni masuala yenu ya kuoa na stories zenu za ndoa mimi msinipigishe. Washikaji wanacheka, wanasema wewe hujui kitu. Lakini kwa kumkejeli wakasema to the best orgasm. To the best orgasm. Jamaa hata hajali wala nini, wanaendelea kugonga glass, wanapiga stories hapa na pale, maisha mengine yanaendelea, na wanaamua kubeti bwana. Wanaweka hapo mpunga, wanasema bwana atakayefungwa katika hizi mechi zinazoendelea hapo bwana analiwa pesa kiasi fulani. Kwenye stories zikiwa zinaendelea pale, tunakuja kuona dakika za mwisho bwana James washikaji wamemla hela, na baada ya muda mfupi tunamuona huyu mshikaji mmoja tu Gigs amepigiwa simu na mke wake, anaambiwa bwana, muda umeenda sana, wewe uone sasa hivi muda umekwenda, umekaa tu kwa rafiki yako na marafiki zako hao, hujui kwamba una familia, una mke, hebu rudi bwana. Jamaa anaaga, wanasepa na mshikaji wake. Wanavyoondoka, mshikaji anaendelea kulalamika baada ya kuliwa hela. Unajua ukishaliwa hela kwenye beti, anaanza kuambia bwana, nyinyi nawapaga tu, mnakulaga hela zangu sana nyinyi mjinga. Wanasepa washikaji. Baada ya muda mfupi tunamuona yule mshikaji Gigs amefika nyumbani hapa. Anamkuta mwanamke wake yupo kitandani anamsubiria, anatabasamu kumuona mume wake nini, anajaribu kumtania nini, lakini baada ya kumnusa hivi anaona kama mwanamume wangu mbona kananuka jasho hivi, kametoka kamepata majanaba ya wanawake wengine nini, anamtekenya anacheka na nini huku matani tu hapa na pale na mahaba na nini, anaondoka anaenda kuoga mshikaji. Tunakuja kuona siku nyingine hapa mshikaji anaamka, huyu James anaondoka kuelekea bar. Amefika kwenye hii bar moja hivi, anapenda kwenda hapa, yule mwanamke anaingia ambaye tulimuona mwanzoni kabisa mwa movie, na hii ndio ilikuwa siku yao ya kwanza wanaonana hii. Anaenda anaomba namba nini, anawasiliana naye pale, wanaongea daimu, anamkazia na vitu kama hivyo, lakini mshikaji yule kaza mwisho anaamua kumnunulia kinywaji na kumuongezea na kumwambia mimi naishi kwangu, sikai hoteli, unajua hizo. Wanachukuana wanaletana chumbani mpaka nyumbani kwa msela. Ndio pale mwanzo tulipopaona. Ile kufika hapa hajaona hata majina. Demo anamuuliza, bwana mbona unawahi sana, unataka tu kupelekea moto alafu hata jina sikujui. Anamwambia mimi bwana, mimi naitwa James. Na wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Vivian. Haya, pole pole mwanangu. Wewe leo niko kwako, mimi nipo hapa. Yaani wewe sasa utapata kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Usiwe na haraka. Twende tu pole pole. Usiku kucha bwana kuiliwa. Walikula unyama kukakucha. Tunakuja kuona upande wa pili huku kwa mshikaji wetu anaitwa Gigs bana. Yeye huku ana changamoto yake na mwanamke wake bwana. Wana miaka 5 kwenye ndoa, lakini mshikaji kila ikifika swala la tendo la ndoa waga haikugo vizuri kabisa yani. Jogoo hasimami unaambiwa. Umeelewa? Basi tunakuja kuona siku nyingine hapa anaamka anampigia simu mshikaji wake. Huyu ni bwana James anampigia yule mwanae Gigs. Anamwambia bwana, mwanangu mimi uko sielewi, niko kwenye crisis kinoma, naomba uje mtaani. Baada mshikaji kuja akaanza kumuelezea, na hapo amemtoa kazini, anamwambia njoo huku nikupe story. Kazi yako wenyewe unafanya kazi hata ulipi mshahara mzuri, hebu njoo. Kaja hapo akapiga story sababu anamheshimu mwanae, akaja akamsikiliza. Kamwambia story zake zile zile nonsense. Unajua mambo ya madem nini, sasa hivi nimepata mtoto mmoja, huyo ni hatari. Huyo mwanamke kaja hapa kalala, lakini ameamka tu na kusepa. Sasa sijaelewa imeendaje. Na nataka hata namba zake sina, unaambia unajiuliza nampataje. Yaani leo ndio mara ya kwanza mfiki tunamsikia anataka kurudia mwanamke mwingine. Yaani ambaye ameshakula na amemaliza, anataka tena akutane naye kwa mara nyingine. Waga sio mtu wa hivyo. Waga ana hit na kulani. Basi mshikaji anakuja kusikiliza story, hakumuelewa mshikaji wake, akamwambia mwanangu umenitoa kazini, mimi nakuja kukusikiliza afu wewe mnyeusho kinoma.
Kaambia mimi nitakulipa bwana, wewe hata hivyo asante kwa kuja kuniona mimi rafiki yako. Dakika zinakuja kwenda mida fulani hivi ya jioni, mshikaji anafika kwa mwanamke wake, wanafika kuja kuyajenga. Wanafika hapa kwa unajua naye ana changamoto na mke wake. Kwenye kuongea na nini, mwanamke amejiandaa kwa ajili ya kunjunjwa leo kwa ajili ya kupata vitu fulani vya asali, vitu vya Tabora. Utamu mwingi, nyuki wengi, si unajua. Basi demo anakuwa kama anautaka na nini, anamuonyesha jamaa, lakini kwa sababu mshikaji ndio hivyo, hanaga feeling, hana kila kitu akipo, yani haelewi, na ni miaka 5 toka wameingia kwenye ndoa. Basi mwanamke analalamika sana kila siku, na leo yeye kwa amekasirika sana, hataki ta story, hataki kumuolewa mwanaume wake. Tunakuja kumuona siku nyingine mshikaji James hapa bwana, yuko anafuatilia mchongo mzima wa kupata namba ya yule dem. Kaenda kwenye ile bar, anaenda kuulizia taarifa za yule dem, na mshikaji huyu wait anamwambia mimi siwezi kutoa taarifa za mteja. Masaa yameenda, anakuja kukutana na mshikaji wake, anamwambia nimeenda kutafuta ile namba ya yule dem, sijaipata mwanangu. Stories zikaenda, lakini mwisho wa siku mshikaji akaamua kwenda kutembea. Kapita sehemu kamfananisha dem, akadhania ni yule Vivian, lakini kumbe sio Vivian. Yule dem akamuuliza vipi? Dem mwenyewe kwa na mawazo yake na mambo yake, huko ametoka gym, haelewi. Mshikaji akaona sio kesi, akasepa. Maisha yanaendelea kama kawaida, siku zinasonga. Siku moja tena asubuhi hapa, mshikaji huyu Gixi yuko na mwanamke wake, wanaambizana bwana, tuone tupate muda bwana, twende kwa daktari tukajaribu kupima, tuone labda huenda ukawa na tatizo mume wangu, sababu mimi sina shida, mimi nautaka kila siku, lakini wewe huonekani kutaka. Mshikaji aliwaka sana, naambiwa. Siku zikaendelea bwana, maisha yanakwenda. Siku moja mshikaji akiwa baada ya kupambana sana kutafuta namba ya yule dem na hakuipata, basi ije kutokea siku moja akamkuta yule dem pale ambapo anaendaga kwenye ile bar mshikaji, wakaonana na jamaa kainuka na kinywaji chake akaenda kumfuata yule mwanamke kwenda kuongea naye. Kwenye kuongea naye na nini, akachukua muda, wakapata story na za hapa na pale, lakini mwisho siku na hii siku akupata namba hiyo, ila kumbe kuna namba alipewa, ila yeye hakuwa anajua. Nitakuja kuonyesha kwamba ilikuwa kuaje alipata namba. Basi tunakuja kuona leo wamekuja kukutana tena masela wote watatu, wanapiga stories hapa na pale, wanaambizana mambo ya madem, na mshikaji anasema mimi yule dem tena sitaki kumfuatilia, nilienda hata kufuatilia, nimeonana naye na namba nimemuomba, hajaleta mambo ya kanileta mambo ya kishamba, namba hajanipatia. Ni kuwasiliana pale, tunakuja kumuona mshikaji huyu mshikaji wao mmoja anaongea na mwanamke wake, anamwambia bwana, mimi kadi yangu ya kusafiria passport ile nimeipata. Nimeiona ilikuwa tu kwenye sehemu ya nguo zile tulizokuwa tumeziweka pale. Wanalaumiana pale na mshikaji huyu James anasema mimi pia ngoja nikacheki kitu fulani huko ndani. Alivyoenda ndani, kumbe alikuwa ameenda kuangalia ile namba ambayo Vivian alimwekea kwenye suruali. Huenda alimpa, lakini yeye hakujua kwa sababu alikuwa na hangover na nini, unajua pombe. Kwenda huko ndani akakuta kumbe alipata namba, ila hakujua ile story ya huyo mshikaji kuwa mke wake ameiona ile kadi yake ya nini ya kusafiria ama passport ya kusafiria. Basi ikamfanya naye amekumbuka kwamba kuna kitu aliwekewa mfukoni, ila hakujua ni nini. Huenda kipo lakini hajui. Basi akawa ameipata, na dakika za mwisho akaja akamwambia bwana, hapa mchezo mzima umeshabadilika. Kutoka kwenye story ya kwamba nilikuwa nataka kuachana na yule mwanamke, tena nishaipata namba. Nataka kuanza kuongea na mambo ya kifamilia. Nimtafute yule mwanamke na nyie msepe mwende kwenye makazi yenu. Washikaji akaondoka, akasema natufukuza. Tu akaondoka akasepa zao. Mshikaji akamcheki yule demo, akampigia, akaongea. Wameongea basi, siku nyingine kafuata bwana. Huyo mshikaji anaitwa Gix akaja kuonana na mshikaji, akaja kuyaongea maswala. Akamwambia mimi yule mwanamke nataka nimlete nyumbani hapa, kaa vipi aje nianze kukaa naye hapa. Maana ile ni mwanamke namkubali kinoma. Mshikaji akamwambia mbona unaanza kumwamini mwanamke haraka, inabidi uwe mtu ambaye umeshafanya research, umemsoma mwanamke mwenyewe. Kuelewa mshikaji akamwambia mimi lazima nimlete. Siku zikasonga. Wakaja akawa wameongea na yule mwanamke na nini, walivyozungumza. Demo akawa kama vile ana mind, alipommindia jamaa akambembeleza. Unajua mwanaume mbele ya mwanamke, namna tu unaweza kuzungumza naye mkamaliza. Baada ya kunjunjana na nini, walikaa wakaongea pia mambo mengi tu, kwamba nataka tena niwe nakupa more and more, nataka nikupe vingi, kama vipi inabidi uhamie ndani hapa. Mwanamke akawa anaendelea kuyajenga na kuongea namna gani ambavyo yuko excited na mshikaji, lakini akamtuma maji kidogo. Baada ya kuondoka akawa anaongea na mtu fulani, na hapa utakuja kujua kuna kitu kinaendelea. Kwa hiyo endelea kukaa kitaalamu tu. Nikukumbusha kusubscribe mshikaji wangu. Kama hujasubscribe, naomba ubonyeze alama ya subscribe, lakini pia weke alama ya kengele, wewe mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa zote kutoka kwenye Canon TV Recap. Sawa.
Tunakuja tena upande wa pili huku, tunakuja kumuona mshikaji wetu Gix yuko na mwanamke wake. Mwanamke anasema na mimi leo nataka nitafute kila kitu hata kwa kutumia mdomo yangu. Leo nataka ninyonye filimbi nilije ifanye kazi. Mshikaji anamwambia huo mdomo unatumia kwenda kuomba Mungu, na mimi nataka tena waninyonye vitu vyangu, manyanya mshenzi na vitu vingine. Haiwezekani. Hebu acha hayo mambo. Tutajua namna ya kusolve. Mlala kwanza, achana na mimi mdau. Tutaona namna ya kufanya kukikucha. Ila hili swala wewe umeanza kuninyonya huku na midomo yako afu baadaye ukamwombe Mungu, haiwezekani. Demo alimaindi sana. Kumekucha bwana. Mshikaji mmoja anaitwa James ameamka tena leo, ameamkia baa. Ameenda kuangalia, je, feelings zake ziko zile vile ama zimebadilika? Ameenda kujaribu kuangalia kama anaweza kumpenda mwanamke mwingine. Akakutana na mwanamke mwingine huko baa, lakini hakuelewa kilichoendelea. Akamwita mshikaji wake, wakayazungumza sana alivyoenda baa, ilivyotokea, ikutana na mwanamke lakini sasa hivi haonyeshi feeling, yani amekuwa kama sio mtu fulani wa madem, yani tabia zake zimeanza kubadilika. Na hisi sasa hivi amempenda sana Vivian. Yani mwanamke ambaye muda wote namuona, yani muda wote anafikiria, akili yake yote sasa hivi haelewi. Mshikaji wake anamwambia, bwana wewe umeshaanza kubadilika. Lakini kubadilika kwako, ili uweze kujua umebadilika, inabidi ujipe muda mrefu na usianze kuangalia hawa malaya. Na kwa sababu tu umekutana na mwanamke mmoja eti hujamfikiria basi ukasema eti tabia yako imebadilika. Haiko hivyo. Inabidi uchukue muda mrefu sana uweze kuzijua tabia zako. Wakapiga tano, maisha mengine yakaendelea. Kuna siku bwana akakutana na mwanamke wake wakiwa hapo nyumbani kwake. Akakaa naye, akawa anaongea na kumwambia, bwana nataka nikuvishe pete, lakini mwanamke kama huyu Vivian akasema, mimi haiwezekani, huwezi kunivisha pete, yani haunijui tujuane. Inabidi tupate hata wiki 2 wiki 3 hivi tuweze kuyajenga, tufahamiane. Wakapeana sheria, na kwenye hizo wiki 2 au wiki 3 inabidi tusifanye kabisa mapenzi, tuone kama unaweza kuhimili kukaa bila kufanya mapenzi, ili uweze kuziacha zile tabia zako za kiplayboy. Akasema hamna noma, mimi kikubwa nataka kukuona, mimi nina feeling na wewe, mimi nitaacha hizo tabia. Waliajenga sana hapa, na baada ya hapo kama kawaida mipelekeo ya moto ilitaka kufuata, lakini wakayajenga wakaambia, bwana ushaekea na sheria, hebu tuache ya mambo. Sio, umeelewa? Na leo sasa ndio ile siku ambayo huyu mwanamke ameamua kuhamia kabisa huko ndani kwa ajili ya ile zile wiki 2 wiki 3 kwa ajili ya majaribio ya mshikaji, kwamba hakuna kusex, lakini tutakaa wote nyumba moja, tujuane tabia, tufahamiane vizuri, maana tuna kama wiki moja tutoka tumejuana, lakini ushakuwa na mambo mengi sana, nataka mpaka kunivisha pete. Wakaanza mapenzi bwana, wako nyumbani wanataniana, mara wanuniane na vitu kama hivyo, mara mwingine apate huzuni, waanze kubembelezana. Yani ni shoti, mapenzi yalianza kuwa ndani ya familia sasa, sababu mtu kishakaa naye sasa, unaanza sasa kujua tabia zake. Kuna muda hata wanawake unajuaga zile, anaweza kaamka tu akanuna bila sababu, anaamka tu hacheki, anaamka tu haongei na wewe, hana hata sababu yote ya msingi. Kwa hiyo hapa sasa ilikuwa ni muda sahihi ambao James na Vivian walianza kuupata ku experience namna gani ambavyo unaweza kaja kaishi kama mke na mume kuliko kufanya tu maamuzi ya kukurupuka. Mambo yalikuwa ni mengi sana, kunjunjana kwingi na vitu kama hivyo, lakini ukikumbuka walipeana sheria moja ya kwamba inabidi wasipelekeane moto, basi unakuta mara nyingi Night walikuwa wanashindwa kuelewana kwenye swala la kupelekeana moto, kwa sababu James anapenda sana na Vivian alikuwa anaendelea kumkazia. Na kuna siku moja asubuhi, bahati mbaya James alimmwagia maji Vivian, na Vivian alimwakia moto sana, pamoja na kumtolea maneno makali, basi akaamua kutoka nje. Alipotoka nje, basi James ikabidi aende akamcheki Bem, kumwelekeza bwana, ilikuwa tu ni issue fulani vya accident, yani ni bahati mbaya, naomba tusameheane. Ya sorry, alipanda juu kwenye chumba chao huko, akaja kuyajenga, lakini mwisho siku James alivyomfuata bado Vivian alikataa na akaondoka. Siku iliyofuata walikuja wakakaa wote mezani hapa kwenye basement. Walivyokaa pale wakawa wanajaribu kuongea, lakini James alikuwa amenuna sana sababu ya ile tukio la asubuhi. Amekaa hapo wanajaribu kujenga kuyasolve, lakini James bado anaendelea kumkazia, lakini dakika za mwisho mwanamke wako unakaa naye ndani, hauwezi kumkazia sana. Walijenga wakayamaliza, akamsamehe, wakasameheana, maisha mengine yakaendelea, lakini kwa sababu hawaruhusiani kunjunjana, pamoja na kusameheana hapa wakugongana. Humu ndani kuna hatari sana. Mshikaji anapenda mademu, lakini sasa hivi anakaziwa sana na Vivian, kwa hiyo ana shida kinoma. Siku zimeendelea kwenda. Siku moja mshikaji alirudi akakuta vyombo viko hovyo, shagala bagala, anamkuta mwanamke wake yuko na chati tu.
akakasirika sana, kwa namna. Asubuhi akatoka tena akaja kukutana naye tena asubuhi yake. Yuko sebreni lakini kila sehemu kuna vumbi. Anamwambia vipi, mbona nataka kufagia ufagie? Demo anamwambia wewe umenifanya mimi kuwa house girl yako. Tafuta maids. Leta mfanyakazi wa ndani. Mimi hujanileta kwako kuja kuwa mfanyakazi. Mimi hapa nitakuwepo, nitaendelea kuwepo. Kama kunihitaji, tafuta mfanyakazi wako na mimi huwezi kunifanya mfanyakazi wako. Mambo yalikuwa magumu sana. Kesho yake mshikaji anaamka, anamkuta mwanamke wake bado yuko vile vile, hajabadilisha tabia. Yuko amekaa ana chati tu. Mshikaji akashika ufagio akaanza kufagia. Hapa walikoruzana kidogo, anamwambia toa miguu, demu anamwambia niombe. Huwezi kumwambia toa miguu. Mshikaji alikasirika sana, kabidi amuombe tu. Please, naweza kutoa miguu yako. Alicalm down mshikaji, akaja akamwomba binti aweze kutoa miguu. Wewe ulishindwa nini kusema toka mwanzo? Kuna kuja kwa ukali hapa. Mfagia. Akaendelea kufagia mshikaji kwa hasira kinoma noma. Hataki kuongea sana, demu anaendelea kumtania tania, anampa na busu la kejeli kama hivyo. Sasa unaweza kaona mapenzi bwana kuna hatari kinoma. Basi baadaye wanakutana chumbani jioni, jamaa akakasika hata kuongea, demu anaanza kumletea tena maneno vile vile. So poa unaambia. Basi kama unakumbuka kuna siku moja alikuwa anaongea na simu, kama uliona ile simu aliongea nayo muda ule kwa amekaa na mshikaji, basi alikuwa anaongea na huyo mwanamke. Na hapa kunaonekana kuna deal ambayo wanalifanya. Na hii kuna phase ya kwanza, ya pili, ya tatu. Na mpaka sasa hivi hapo wako phase 2. Sio, umeelewa? Mpaka sasa hivi wako phase 2 ambapo mshikaji inabidi aendelee kufahamiana na huyu Vivian vizuri, lakini kwenye huo wakati lengo kubwa ni kuja kumfanya aingie kwenye crisis, ajutie makosa yake ya zamani ambayo alikuwa anayafanya, ikiwemo kuendelea kuwa humiliate wanawake, kuwafanyia mambo ya mapenzi na nini, alafu anawaacha. Yani ni mtu ambaye anachukua demo na hit ndani. Kwa hiyo mademo wengi walikuwa wanakasirishwa. Mmoja ya wanawake ameamua kumfanyia tukio kupitia Vivian. Tukiachana huko kwenye mambo ya mapenzi ya James na Vivian, basi ukija upande wa pili huko kwa mshikaji wetu Gix na mwanamke wake, naye bado mambo yako vile vile. Huko leo kaletewa mkongo, naambia. Anapewa mkongo, anasema wewe ni hiyo ni nini? Mkongo, nimekuletea mlungula unywe. Leo nataka ninyonje. Hakuna namna yoyote, kama hujaweza kunipelekea moto, hatuwezi kwenda sawa. Mshikaji anawaka. Nafanya majukumu yangu, wanaletea mambo yako ya mambo ya kijinga, mitishamba. Mimi na mitishamba toka lini? Hebu ondoka hapa kwanza, siku hizi hata sikupende wala nini, wala univutie kabisa. Ilikuwa ni moja ya tukio gumu sana ambalo alifanya mshikaji kwa kumwashia moto afu kumpa maneno makali sana mwanamke wake. Tunaachana huko, tunakuja huko upande wa pili kwa James nako. Wamekuja huko kuja kupoza machungu, kuja kwa mshikaji wao. Washikaji hapa Gix na mwanae. Wanakuja kumwona msela wao, wanamkuta shemeji yao yuko ndani hapo, na mshikaji yuko ndani, yuko anaandaa chakula. Wakaingia ndani. Ile wanaingia ndani bwana, unaambiwa mshikaji anamtengea mke wake. Mke wake mtarajia. Utacheka sana huko ndani. Hapa kulikuwa na utani mwingi sana ukipata muda kuicheki movie. Walimsubiri kwanza shemeji yao akatoka. Walicheka kinoma. Walicheka kinoma. Unaambiwa, wewe ulisema wewe huwezi kuongozwa na mwanamke. Huwezi subai. Alafu umepika leo umeweka Chinese. Umeweka kuna kuku humo ndani, siku kuna kachoroko, kuna njagile, imekuaje ndugu yetu? Mapishi mazuri. Umeingia YouTube nini mshikaji? Aliwaka sana hapa mshikaji. Wakaenda kumtania mshikaji wao, sasa kwa mwisho siku wao ni masela wake, atafanyaje? Wamemtania, mwisho siku hawezi akaacha kupigana hiyo story. Waliajenga sana, afu dakika za mwisho mshikaji akaamua kujichenga, kwenda kuyafanya mambo yake na mwanamke wake huko chumbani. Siku nyingine kuja kumuona huyu demu tena Vivian, amekutana yule mwanamke ambaye anaitwa Maria, ambaye ana kisasi kikubwa sana na James na anamtumia Vivian kwenye tukio lake. Anamwambia sasa hivi tuko phase 3, usianze kuleta mahaba, na huo ndio muda wa kwanza kumpiga pesa sasa. Usianze kuleta kuharibu mchongo. Yani plan, stick to the plan, usije kaingia kwa follow in love. Stick to the plan. Umeona, mchongo mzima ni kumpiga pesa nyingi sana mshikaji. Na hapa mshikaji leo alikuwa amenuna toka ile tukio lilivyotokea mara ya mwisho. Bado yuko amemkasirikia mwanamke, na hapa akaja kumweleza mshikaji wake matukio yote yanayoendelea ndani kwake. Siku hizi mimi sipewi hiyo nyumba kabisa mwanangu. Yaani nimekaa na mwanamke lakini nimekuwa kama niko kwenye niko jehanamu. Jehanamu, I mean sasa hivi sipati kabisa huduma. Alilalamika sana kwa msela wake. Mwisho wa siku akarejea nyumbani. Aliporejea nyumbani anamkuta mwanamke leo kamwandalia chakula na nini, maua mengi, mahaba mengi kama Valentine. Mshikaji akaendelea kumind. Huwezi kunielewa kuniweka kama maua yako kadhania mimi nitakutiwa. Lakini mwisho wa siku hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Leo demu kaamua kulegeza.
na ameamua leo kutoa ile kile kikwazo cha kujunjana, na hapo akaendelea kujunjana na mambo yakabadilika. Kutokea siku hiyo wakaanza upya tena, lakini haikuanza tu upya kwa sababu Vivian kweli kama kubadilika, ni kwa sababu Vivian yuko kwenye mpango wa phase 3 ambapo hapa inabidi wampige pesa sasa. Na leo ameamka tu asubuhi anamwambia nina tukio hapa na dada yangu huyo, inabidi nimpe pesa fulani hivi. Ni zaidi ya naira milioni 15. Naira milioni 15 ni nyingi sana. Na tunafanyaje hapa nizipate hizi pesa? Bwana, phase 3 bwana iliendelea kukomandiwa kwa kinaga ubaga, na alipotoka baada ya jamaa kumwambia kakampa green light, akaenda kumwambia Maria kwamba bwana nimeshaongea na mshikaji na lazima atanipa huo mchongo. Alivyorudi tena usiku baadaye akaja kukutana na mshikaji, anamwambia mbona hujanitumia hiyo hela? Imekuwaje mpaka sasa hivi, yani mimi nateseka, nitakuwaje, nitafanyaje kumgea hiyo hela nani dada yangu, itakuwaje? Basi kesho yake asubuhi sana mshikaji akaamka tu akaingia kwenye simu yake akapress hela, kwa sababu mara mwisho alimwambia kadi yangu imefikia limit, nadhani mpaka kesho nitakuwekea pesa. Na kweli asubuhi akabidi ampe pesa na hivyo ingia tu pesa pale, basi mahadi kibao, mapenzi mengi, mahaba mengi. Unajua wanawake ukishamtumia hela, wanawake siku hizi na pesa bwana, hatari kweli kweli. Mapenzi yalikuwa mengi sana dakika za mwisho, sababu pesa ishaingia tena. Hapa sana mchongo wa plani ya Maria imesha win, pesa zimesha kwenda. Lakini kwambie tu kwamba bado kuna tukio hujalijua. Hapo dakika za mwisho kabisa tutakuja kuona kwamba James ni mtu hatari kweli kweli, ni mtu ambaye ana akili kinoma noma. Hii hela iendi kizembe. Baadaye huyu Vivian anaenda kukutana na Maria kama kawaida, anaenda kuongea kuhusu ile mchongo kwa ile pesa. Walipokutana naye anamwambia hii ni fake ndugu yangu, umepigwa, umefanya, umekubali kufanyiwa hivyo kama mpumbavu. Na Marcella kumbe kwa shajua mchongo wote, wamekuja kumfuata huku ambako yeye yupo, wameshamtrack. Kwa kuja kuwakuta vipi, ndo humu ndo hiki ninachokifanya. Kwa hiyo mmeamua kunifanyia ujinga wenu. Sisi tulikuwa shajua mapema kabla yenu ujinga mnaofanya. Wakajaribu kuambia na sisi ni wajanja kabla yenu na mwezi kutofanyia hivyo. Basi hapa waliongea mambo mengi sana kuhusiana na matukio ya wanawake na nini, na huyu ni mwanamke mmoja hapo, huyu Maria, kwamba ni mwanamke ambaye alimkubali mshikaji, alimpelekea moto afa moto akaukubali. Alafu mshikaji alimwachia namba ambayo sio ya kweli. Kwa hiyo alikuwa akijaribu kumtafuta na kuweza kumpata. Na kiukweli aliumia sana kwenye hilo tukio, na ndio maana akaamua kujimfanyia kisasi kwa kupitia Vivian. Vivian naye akakubali kutumika. Na hapa Vivian analaumiwa na James, anaambia wewe na wewe ukubali kutumika na wewe ule mwanamke vipi? Kwa sababu ukikumbuka mshikaji anampenda kweli kweli Vivian, kiukweli ukweli. Kiachana mambo ya yeye kutumika. Basi Vivian anaamua kujitetea na nini, anamwambia bwana, mimi huyu alini blackmail, ana taarifa zangu fulani muhimu sana, alikuwa ananitishia atazivujisha, kwa hiyo nilishindwa kukataa, kwa sababu mwisho wa siku ningekataa maana yake huyu angekuja kunidhalilisha mimi. Alilalamika sana pale, akajaribu kujitetea, lakini mshikaji hapa aliondoka na masuala yake, akasepa na yeye akabaki kuyajenga na huyu, kumwambia bwana, wewe umeshafikia mwisho kunitupia. Wewe sepa. Siwezi kuendelea kuyaluni maisha yangu. Wakaagana wakaachana hivyo. Na mchezo ukaishia hapo kwenye swala zima la mkasa mzima wa zile plani zao. Basi dakika za mwisho mshikaji huko amesha data. Analaumiwa sana mshikaji Gix. Anamwambia bwana, wewe uwezo ukao wewe yule mwanamke ukamwacha hivi hivi. Mshikaji anamwambia bwana, yule tulikuwa tumpeleka hata polisi, amefanya matukio makubwa sana, kumblackmail mtu, kutumia pesa vibaya, kuleta mambo ya kishenzi. Wakalaumiana sana pale. Mwisho wa siku mshikaji akaamua kutoka kwenda kuipooza machungwa na mtoto mwanamke mwingine. Kama kawaida yake, si mtu watoto si huyu. Nilikwambia anapenda mapenzi kinoma. Lakini ameenda leo kukutana na mwanamke na anashinda kufanya mapenzi. Mwisho wa siku anamwambia tu bwana, mimi siwezi kufanya mapenzi. Mwisho wa siku hiki chumba tayari tushakilipia. Wewe kama vipi unaweza kulala tu, mimi na sepa zangu. Mimi na sepa, siwezi kufanya mapenzi. Akaamua kuondoka. Akaenda nyumbani akakutana tena na msela wake, ili apoze machungwa, akamuita mshikaji wake, akapiga story sana, akamwambia kila kitu kuhusu matukio yanayoendelea. Sasa hivi hajafeel chochote, anachokiwaza ni yule mwanamke. Na kama vipi anaona kama kuna namna yote inabidi tu atoke aenda akamtafute. Na namna kumpata inabidi amtafute yule Maria. Kwa sababu hapajui, hana address yoyote, hapajui kule ambako anakaa yule Vivian. Kwa hiyo lazima kutane na Maria aweze kuongea naye, aweze kuyajenga vizuri kabisa, alafu apate address, na hata kama ni kwa kuilipia, lakini aweze kupata ambapo anakaa sasa hivi Vivian, aweza wakayajenge wayamalize. Dakika za mwisho tutakuja kuona pia hawa wawili wenzi wawili leo Gix ameamua kufunguka kwamba alivyokuwa yuko shule alikuwaga anapiga sana punyeto. Kwa hiyo hapa sasa swala la kupiga punyeto lilimwasili sana, na mambo yote yamekuja kumharibia sana maisha. Mpaka sasa hivi hanaga hamu, haisi kabisa
kuhusu mapenzi. Mwanamke wake anamhurumia na kumsamehe, hakuona aibu kwa sababu ni mwanamke ambaye ameshakaa naye kwa miaka 15, kwa miaka 5 mpaka hapo, lakini mwisho wa siku mke wake ni mke wake tu. Kaambia tutajua kuna namna ya kuyasolve, na vizuri umeniambia na umefunguka. Nikwambie tu mwanangu, ukiwa na wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanaendelea kuhangaika na punyeto, hebu acha, utakuja kuathirika. Na hii movie inatufundisha namna gani ambapo unaweza kuja kuteseka baadaye ukiwa umeoa. Dakika za mwisho tutakuja kuona hapa, mshikaji alienda kuipata namba kupitia kwa Maria, na akapata pia address ya huyu mwanamke, akaenda kukutana naye. Na hapa ndio dakika za mwisho kabisa tunakuja kuona kama movie itakuja kuishia, hawa wawili wanakuja kusameheana, wanaombana msamaha wote, na mwisho wa siku movie inaenda kuishia kwa kwenda kukunjana kama kawaida. Nikukumbushe tu, mimi nilikuwa msimulizi wako kutoka kwenye Canon TV. Mimi ni Smile, Bongo Smile.